Hamjambo watu wangu, kwa jina anaitwa Samuel Sane. I'm a gospel musician here in Kenya. Mimi ni mzaliwa wa Kajiado, Kiserian. Wengi wananifahamu. Nimezaliwa nikiwa Masai Mkikuyu. Niseme hivyo kwa sababu mamangu ni Mkikuyu, babangu alikuwa Masai. Kwa hivyo, pande yangu na sauti kubwa ni ya Masai. Lakini kwa sababu nimebahatika kuweza hata kufanya nyimbo za Kikikuyu, hapa ndipo niliweza kumjua dada yangu, the late sister Betty Bayo. Nilipofanya album yangu back 2007, Ngamira, ilikuwa inaitwa Ngamira. Hapo ndio nilimjua Betty akiwa msichana mdogo, alikuwa anaingia kwa ofisi ya Lucy Wangunjiri. Kuna a lady alikuwa anaitwa Catherine, tulikuwa tunamuita Muhiki. Muhiki alikuwa ameimba song inaitwa Muhiki. Na yeye ndiye alikuwa anasimamia hiyo ofisi ya Lucy Wangunjiri. Sasa hapo ndio nikaja kumjua Betty Bayo akiwa msichana mdogo, msichana mkakamavu, na alikuwa na desire ya gospel ministry ya uimbaji. Sasa sitaki kusema mengi, ila sikufurahia pande yangu na sikutarajia, na sikuwa nchi ya Kenya, nilikuwa pale India, Mumbai. Ndio hii story ya Betty Bayo, kifo chake kikanipata pale na kikaniumiza sana. Personally nilipenda nyimbo za Betty Bayo kwa sababu alikuwa a good composer. Alikuwa mwandishi na mwimbaji wa nyimbo za injili sawa sawa. I treasure her songs, na kuna wakati mwingi ningeingia kwa nyumba nasikiza nyimbo zake. Zilikuwa za kunitia moyo sana, na hamna neno ya Mungu ni mengi, na tunampa sifa kwa kila jambo na kila wakati. Kuna hii story ambayo iko kwenye mitandao kumhusu mamake Betty Bayo. Ameweza kuongea ukweli wake na uchungu wake kama mzazi, na tunavyojua uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Kwangu amesema ya kwamba huyu jamaa anaitwa Tash ni kama hawakuwa wameoana kisheria, na ni kama ni kweli alimpenda, lakini baadaye mambo yakageuka na yakawa machungu, kwa sababu mama anasema hata huyu jamaa ilikuwa vita inafanyika kwa ile nyumba. Na mama amekana akasema Betty hakuwa mgonjwa leukemia. Kuna jambo lilitendeka, na jambo ambalo mimi lanishangaza, sijui kama what we call postmortem ilifanyika, kwa sababu mama anasema Betty atafukuliwa wafanye postmortem. Si vema kuongelelea aliyetuacha, lakini mama ana uchungu, na ndio huu uchungu umuishe, na pia ndio watoto wawe wakufaidika. Ameonelea iwe hivyo, na ameomba msaada kwa mawakili wote ambao wangejitolea kumsupport katika hii shughuli. Yeye amesema Tash hakuwa na haja na Betty, but alikuwa na haja na mali ya Betty. Na tunavyojua Betty alikuwa mfanyi kazi hodari, na kama mwanamuziki mwenzangu, Betty was a go-getter, and I can say and I can attest to that. Kwa hivyo kuna jambo mama anajua, na mama sio mjinga. Mimi wacha niseme mama sio mjinga, kuna kitu anajua, na anamjua mwanawe, na amesema kuna messages Betty alimwandikia za uchungu sana. Sasa nataka kufafanua kitu hapa. Niliwaambia mimi ni mwanamuziki, na pia nitakuwa katika kinyang'anyiro cha Kajiado West Member of Parliament. Na mimi si wakili, wacha nifafanue hapa, lakini ile hekima kidogo Mungu amenipea, wacha angalau nisiwe naumiza mtu kwa maneno yangu, ila nitumie mujibu wa sheria zetu za Kenya. Sheria inasema hivi: mama mzazi ndiye custodian wa mtoto hadi miaka 18. Iwapo walikuwa pamoja na baba ya watoto, na mama ameacha watoto, ameaga,
hawa watoto wanafaa kubaki na baba yao mzazi, na lugha nyingine inasema primary father ama primary parent who is a father. Nirudie hapo, primary father. Wengine watasema hapo biological father, lakini koti ndiyo itatoa uamuzi kuhusiana na hili jambo. Nikiendelea kufafanua, niseme hivi, a father should assume the guardianship of the children. Mnaelewa hapo? The father should assume the guardianship of the children. Niendeleze kwa Kiingereza. The surviving father generally becomes the child's guardian. The surviving father. Sasa hapa swali ni je, ni Tash ama ni Kanyari? Uamuzi sio sisi wa Kenya, koti ndio itaamua. Ni Kanyari ama ni nani? Ni Tash. Lakini ikifuatwa kwa undani, Kanyari kama itakuwa ni yeye atachukua watoto, ni kwa sababu yeye ndiye baba mzazi wa Sky na Dani. Tukiendelea, kunaweza kuwa Betty Bayo aliandika will. Let's talk about the will sasa. Mother's will. If the mother appointed a guardian in her will, registered or not, that person assumes responsibilities, sometimes jointly with the father. Kama mama alikuwa ameona anaenda, akaweza kuandika will, awe registered, kuna mtu anafaa kuwa guardian, registered or not, koti itasema huyo guardian ndiye ata take over na washikane na baba watoto. Wale nani? Hawa watoto. Ukumbuke, Sky na Dani bado wako under 18. Sheria ndivyo inasema. Tuendelee. Kuna kitu inaitwa court intervention. If there is no surviving parent or appointed guardian, or if they are unable to act, the court appoints one. Yani, hapa ni kusema nifafanue ya kwamba koti ndio itaamua nani atakuwa guardian. Kama hakuna baba, hakuna guardian ambaye mama yake aliacha, koti ndio ita-appoint guardian wa take over kulea hawa watoto wa Betty Bayo. Twende number 4. Consideration for relatives. Na usidharau maneno ya relatives. Unajua kuna mahali inafikanga kila mtu ako na watu wao. Victor Kanyari si ako na familia yake, ako na mama yake, ako na ndugu zake. Hamna shida. Lakini sasa kuna immediate father ambaye ni yeye. Na sasa tuingie kwa Sky na Dani. Sky na Dani pia wao wako na relatives wao, wako na auntie yao, wako na shosho, wako na grandmother ama father. Tukiendelea, acha niwasomee hiyo consideration ya relatives. The court looks at maternal grandparents and other family members who can provide proper care, especially if the father is absent or unsuitable. Koti itasikiza jamii ama relatives wa Betty Bayo. Kuna grandmother ambaye sasa ni mama ambaye ameongea kwa hii kesi kuhusiana na Tash na Betty Bayo. Akona ushawishi mkubwa kwa familia ya Betty Bayo. Na yeye anajua chenye Betty Bayo chochote alipitia, anafaa kuwa na Tash ama anafaa kuwa na nani. Na mnakumbuka walikuwa wameachana tayari na baba watoto ambaye ni Victor Kanyari mhubiri. Ukweli ni huu. Mama Betty Bayo atakuwa na ushawishi mkubwa na anaweza ambia koti hajaridhika
na watoto kubaki na Tash. Kwa nini? Kwa sababu hakumwamini Tash. Kutokana na maneno yake hakumwamini Tash. Kwa hivyo koti itamsikiza kuliko wengine wote kama shosho ama grandmother wa hawa watoto. Na akiona kabisa, na ndio hapo inasema ya kwamba if the father is absent or unsuitable. Mshike hapo. If the father is absent or unsuitable. Hapo ndio itaingilia kwamba shosho atasema hana imani na Tash ama hana imani na baba wa watoto ambaye ni Pastor Kanyari. Aseme these fathers are not suitable for my grandchildren. Please, koti munipatie ruhusa nichukue hawa watoto ama tunawaachia anti ya Betty Bayo. Shosho ndiye ataamua. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa sababu tuseme hivi, for example, mnamuona kwenye mitandao Sky, na which I'm not comfortable. Mimi kama mzazi I'm not comfortable kumuona huyu mtoto akiwa so much exposed. Huyu mtoto ako so much exposed. Na hakuna ambaye anaishi na yeye tuseme ni Tash babake hajamwambia please tabia si nzuri. Na kama ni wakikutana na babake Victor, hamwambii tabia si nzuri. Shosho ataonelea inafaa hawa watoto wakuwe under my custodian, na koti itaamurisha hawa watoto wakuwe chini yake. Mnamwangalia hata mkiona kwenye hizo videos, truly as a father, kuna tutabia hatufai. So much exposure to the social media, it's not fit for these kids. I'm a father. Na mimi natetea watoto kwa sababu Betty Bayo it's like my sister. Tuseme ni my sister. Nina watoto. Ingawa wangu ni wakubwa kidogo, lakini Betty Bayo watoto wake ni wadogo kiasi, lakini mimi ninaonelea hata wangu hajafikisha 18 years. Niseme hivi, kwa mujibu wa kutetea hawa watoto wa Betty Bayo wasipotee, hatungependa kusikia mabaya yakiwapata hawa watoto wetu. Na mimi kama kiongozi, ninaonelea vizuri, shosho, panga mpango haraka. Chukua hawa watoto. Ambia koti mapema ni mapema, ikupatie hawa watoto. Kwa sababu sioni mahali wataenda kukua wakiwa sawa. Mtoto kawaida ako na mama yake nyakati zote. Si kama sisi mababa, wacha tuseme tu ukweli. Mimi hata ukinipatia watoto wangu, niko na boys, niseme hivi, hata ukinipatia wa vijana nishinde na wao, kuna mahali inafika hawatakaa karibu na mimi sana, watakaribia mama yao. Lakini kuna kipindi wanataka kukua na baba yao. Lakini kuna tabia ambazo mtoto kwanza wa msichana hafai kuwa na tutabia twingine ninaona kwenye mitandao. Lazima kuwe na limit. As a father, lazima mimi nione mbali, niseme lazima kuwe na limit. Na Sky awekewe limit, aache kuwa exposed so much to the social media. Mimi nasema tuifike hapo. Na Pastor Kanyari, hakuna mashindano. Nisikie hapa. Hao watoto ni wako. Na wakiharibika ujue wewe mwenyewe ndio utalia mwenyewe. Ni watoto wako. With due diligence. Pastor Kanyari, tunakujua. Please, punguza mwendo ingine hapo. Kama baba. Kuna tutabia twingine mimi sijafurahia. Nimemwona msichana wako Sky. Hata yale mavazi amevalia na anakalia mapaja ya baba yake, na baba yake ni machua, ni mtu mzee. Na yeye pia ujue yako anaingia ile stage ya teenage, ya adolescent. Surely it does not sound good. Actually, I feel the pain of a father and the pain of a parent. Mimi ninasema tu hivi. Please, let us not expose these children to the social media na kwa tabia zisizofaa. Kuanika watoto zaidi haifai. Na mimi ninatetea watoto na naomba shosho usichelewe. There are so many people who are ready to support you. Na umesema mambo ambayo hata umekana ugonjwa haukuwa leukemia. Na lile jambo la nishangaza, kama kweli postmortem haikufanyika, it does not sound good and it is not our wish. We wish
Betty Bayo alale mahali pema kwa sababu ishatendeka, na hao watoto tuwalee. Pande yangu naangalia watoto. Pande yangu naangalia watoto. Kama mzazi, watoto tutunze. Watoto tusiwa expose. Watoto wachungwe kwa njia inayofaa. Na mimi kwa mujibu wa sheria, sheria itumike, koti iamue ni nani, kwa sababu hapa ni koti. Na shosho una uwezo, na shosho uamuzi na ushawishi wako ni mkuu. Tafadhali usichelewe. Thank you. God bless you.